Huyo binti anaitwa Sister Faith na panaonekana anaota kuna mwamba ambaye anaitwa George anamwomba Sister Faith akubali kulewa naye. Sister Faith kwenye ndoto akakubali, tena akaona furaha kinoma. Muda huu Sister Agnes anaingia hapa na kumwamsha Faith. Faith akamka, bidada analia na hapa anatubu kutokana na ndoto ambayo ameiota. Agnes akamuuliza Faith kama ndoto ambayo ameiota ni ile ile ambayo amekuwa akiota mara kwa mara. Faith akasema ndiyo, kisha bidada akaanza kumuuliza Agnes kwa leo huyo mjomba amemuomba akubali kulewa naye na yeye amekubali. Agnes akashangaa sana na hapa akamwambia Faith huyo mtu ambaye amekuwa akimwona mara kwa mara kwenye ndoto ni mume wake kiroho. Faith yeye analia tu na hajui afanye nini kwa maana ndoto imekuwa ikijirudia mara kwa mara. Upande mwingine huko tunamwona George. Mwamba ni mtu wa pisi sana na leo amegonganisha magari, lakini Mwamba hajali hata kidogo. Anachombia wanawake wote sio chumba zake, hivyo waondoke. Mabinti hao kashangaa sana, mjomba yeye hajali hata kidogo. Okay sawa, siku iliyofuatia tunamwona George na rafiki yake ambaye anaitwa Collins wakanafanya mazoezi. Hapa George anasema yeye hajawahi kufikiria kuhusu swala la kuoa. Anachokifanya yeye ni kuchapa alafu anasepa zake. Collins anamshauri George abadilike, ila George yeye hataki kabisa kuelewa hili swala. Mjomba anajivunia kwa vitu ambavyo anavifanya, ila Collins hapendezwi kabisa na mwenendo wa rafiki yake, ila ndo hivyo hana la kufanya. Upande mwingine huko tunamwona Faith akiyupo na mwalimu wao ambaye anaitwa Agatha. Agatha anamwambia Faith shangazi yake amekuja leo. Faith akashtuka, ila Agatha akamtuliza na akamwambia shangazi yake ni mtu mwema, hivyo asiwe na mogopa. Pia Agatha anamwambia Faith anaonekana anaendelea vizuri na anafahamu kabisa kwa hili lilikuwa ni takwa la marehemu mama yake na Faith aje hapa na awe sister. Mama huyu anamwambia Faith akiona shida yoyote basi amwambie na yeye yupo tayari kumsaidia. Faith akakubali, kisha wili hawa kagana na Faith akaondoka. Huku mtaani tunamuona shangazi yake na Faith, huyu anaitwa Mama Rose, na hapa anazinga vijana fulani hivi ambao walikuwa wanapeana orodha hapa mtaani. Mama huyu anaambia hawa vijana atawafuatilia na ile swala ataenda kuambia wazazi wao. Mama Rose anafocus na huyu binti na atanamwambia mabinti wenye umri kama wake wapo huko wanasomea sister, ila yeye kwa hapa anafanya upuzi. Binti huyu akamwambia Mama Rose sio kila mtu anataka awe sister, na baada ya kusema haya vijana hawa wakaondoka na kumwacha Mama Rose akiwa analalamika. Mama huyu anasema yeye amempeleka Faith akasomea sister kwani marehemu mama yake alitaka hivyo na yeye ametekeleza, hivyo asilaumiwe. Faith anaonekana yupo na Agnes na hapa anamwelezea Agnes kwa leo tena amemwota George na leo alikuwa hapo restaurant wanakula chakula. Agnes alivyosikia hivi bidada akataka kupiga kelele, ila Faith akamtuliza. Agnes akamuuliza Faith ni kwa nini amekubali kula kwenye ndoto. Faith akasema alikuwa juu afanye nini. Agnes yeye analalamika tu na hata anamwambia Faith atakuwa na jini ambalo limemvaa. Faith akashangaa sana, kisha akaanza kusali. Agnes akamwambia Faith waende kanisani ili wakasali. Faith akakubali, kisha mabinti hawa wakaondoka. Siku hiyo usiku tena Faith anaonekana amelala na hapa anaota yupo na George na leo hapo baharini wanaenjoy. Faith na George wanazungumzia kuhusu watoto na hata wanasema watapata watoto watatu, wawili wa kike na mmoja wa kiume. Wajomba wanaenjoy. Faith yeye anatabasamu tu. Agnes alikuwa bado hajalala, hivyo akaliona hili. Bidada akamwamsha Faith. Faith alivyoamka akaanza kulalamika kwa hii ni ndoto nyingine ambayo ameiota. Hapa bidada akaanza kumalizia Agnes kwa raundi hii walikuwa baharini na hata walikuwa wanazungumzia kupata watoto. Agnes yeye anashangaa tu. Agnes akamuuliza Faith kama kulazimishwa kuja hapa kusomea sister. Faith akasema hili lilikuwa ni ombi la mama yake, lakini na yeye yupo tayari kuwa sister. Agnes akamuelewa Faith, kisha akaanza kuomba na kukemea hii ndoto. Huko nyumbani kwa George, Mwamba anampiga simu Collins na anamuomba aje nyumbani kwake kwani mwanamke ambaye alikuwa naye amekata moto. Collins akakubali. George akaanza kuomba kwa Mungu amwepushe na hili na hata kaahidi endapo akimwepusha na hili basi yeye atabadilika. Muda huu Collins anakuja hapa. Mwamba anamshauri George wampeleke binti hospitalini. George akalikata hili swala. Nyumba anasema endapo akimpeleka hospitalini basi yeye ataenda jela. Wawili hao kaanza kubishana juu ya swala la kufanya. Muda huu huyu binti anaamka na alipoamka akauliza kama alizimia tena. Wakina George wakashangaa sana. Huyu binti akasema huwa akipata raha sana basi mwili wake huwa unajizima. Collins yeye akaanza kucheka na hata akanamtania George kwa mjomba anapeleka moto tena si wa kitoto. George yeye acheke na yote. Mwamba akamfukuza huyu binti ndani ya nyumba yake kwa maana hataki kabisa matatizo. Binti huyu akainuka na kuondoka zake. Kesho yake asubuhi Agnes anakuwa kwanza kuamka na hapa anamwamsha Faith ili waende kwenye maombi asubuhi. Faith akaamka na bidada akasema amemwota tena George. Agnes anamwambia Faith ile swala limeshakuwa ni zito kwani shetani anataka kumpeleka motoni. Hivyo bidada anamwambia Faith
anahitaji maombi mazito sana. Faith akakubali, kisha akasema anajiandaa ili aende kwenye maombi. Agnes akakubali na yeye akatangulia kwenye maombi. Baadaye Faith anaonekana amekaa peke yake. Agatha na Teresa wanakuja hapa na wanamuuliza Faith nini kinaendelea, kwa maana leo hawajamuona kwenye maombi asubuhi. Faith akaanza kuelezea kuhusu ndoto ambazo amekuwa akiziota mara kwa mara, na sasa miezi kadhaa tayari imeshapita. Agatha akamwambia Faith, sometimes ndoto huwa ni ujumbe kutoka kwa Mungu, hasa ndoto ambazo zinajirudia mara kwa mara. Teresa na yeye anamwambia Faith hili lilikuwa ni takwa la mama yake Faith au sister, hivyo anamuuliza Faith kama yeye ana wito wa kuwa sister. Faith akasema yeye hajui. Agatha akamwambia Faith kama akiota tena ndoto basi amwambie. Faith akakubali, kisha bidada akaondoka. Siku hii baadaye shangazi yake na Faith anaonekana anaongea na Faith, na hapa anamshawishi Faith asiondoke huko, abakie huko ili na yeye awe sister na timize matakwa ya mama yake. Faith akakubali. Sasa baadaye usiku Faith akaota tena yupo na George. Bidada anajilaumu sana kwa kitu ambacho kinaendelea kwenye maisha yake, kwani kila mara anamwita George mtu ambaye hamfahamu hata kidogo na hata dhani kama mwamba yupo duniani. Kesho yake tunamuona George na gari lake limeharibika hapa mtaani. Hapa mjomba anatafuta garage ili waje wamsaidie, na mwamba akiwa anatembea hapa anakutana na Faith pamoja na Agnes. Faith alipomwona George, bidada akaogopa sana kisha akakimbia. George anauliza nini kinaendelea. Agatha akamuuliza George kama anajuana na huyo binti. George akasema hawajawahi kuonana. Masista hawa wakamwelewa George, kisha wao wakarudi ndani. Faith anaonekana yupo na Agnes. Bidada anaogopa vibaya mno, mtu ndotoni ametokea live. Agatha na yeye anakuja hapa. Faith akamwambia Agatha huyo ndio mwanaume ambaye amekuwa kimwota mara kwa mara. Agatha akasema alisivyo hivyo na yeye. Agnes akamuuliza Faith kama ana hakika ni yule mtu, kwa maana mtu ambaye anamwota hawezi kuwepo duniani bali ni jini tu ambalo linamwendesha. Faith akamwambia Agnes ana uhakika na kitu ambacho amekiona. Hapa Faith anasisitiza kwa yeye ana uhakika wa kitu ambacho alikiona ndotoni. Agatha akawatuliza hawa mabinti kisha akasema wataongea kuhusu hili swala baadaye. Mabinti hao wakakubali na Agatha akaondoka. Hapa Faith akaanza kubishana na Agnes kwa maana anataka kupinga kitu ambacho yeye alikiona ndotoni, na Agnes hakuwepo kwenye hiyo ndoto yake. Upande mwingine huko tunamwona George akiwepo na Collins. George anamwambia Colin kuna sister ambaye amemwona leo halafu akakimbia, hivyo amejiuliza maswali mengi sana kuhusu hilo swala. Mwamba anasema kwenye haya maswali hajapata jibu. Mjomba anajiuliza au kuna jina ambalo limemvaa na huyo sister ameliona na ndio maana akamwogopa na kumkimbia. Colin yeye anacheka tu. Mwamba anamuuliza George au huyo binti tayari alichana naye ila amemsahau tu. George akasema hajamsahau na yeye hawezi kusahau mwanamke yote ambaye amelala naye. Collins akashangaa sana. George akasema atarudi tena kule kanisani ili akaongea na huyo binti na muulize na kwa nini alimkimbia. Collins akasapoti hili swala na kesho yake mapema kabisa George akaenda kanisani, na hapa anaongea na Agatha na namuomba ampatie nafasi ili azungumze na Faith. Agatha akamwambia George aache mawasiliano yake, yeye ataongea na Faith na endapo akikubali kuongea na George basi atampigia ila je hapa nazungumza na Faith. George akakubali na mjomba akashukuru sana. Agatha akamuuliza jina lake anaitwa nani. Mwamba akasema anaitwa George. Agatha akamwelewa George na George akaondoka zake. Baada ya Agatha pamoja na Teresa wakamuita Faith, na hapa akamuuliza kama kwenye ndoto ambazo anaziota alisikia jina la huyo mwamba. Faith akasema huwa anamuita George. Agatha akashangaa sana na hata akamwambia Faith hizo ndoto ya kawaida, yule mwamba alikuja hapa na yeye akamuuliza jina lake na akamwambia anaitwa George. Agatha anamwambia Faith Mungu anaongea na yeye na anamwambia maisha yake hayatakiwi kabisa kuwepo hapa, aende mtaani na Mungu atamuonyesha njia ya kupita. Faith akakubali. Agatha akamwambia Faith endapo akona shida yote basi amwambie na yeye yupo tayari kumsaidia. Faith akakubali, kisha baada hapa wakaagana na Faith akarudi nyumbani. Shangazi yake alipomuona tu akahisi Faith ametoroka, ila Faith akamueleza kila kitu ambacho kimetokea, ila huyu shangazi hakutaka kabisa kumwelewa Faith kwani yeye anatimiza matakwa ya mama yake na Faith. Faith akamweleza sana shangazi yake ila wapi. Okay sawa, siku nyingine tena George anaonekana ameenda kanisani kumulizia Faith, ila Agatha anamwambia George Faith ameshondoka. George akaomba elekezwe sehemu ambayo Faith ameenda. Agatha akakubali, kisha akampatia address ya nyumbani kwa kina Faith ili akazungumza naye. George akashukuru sana na kesho yake mapema kabisa George akaenda nyumbani kwa kina Faith, na huku akamkuta Faith akiwa anagombana na shangazi yake. Faith alipomwona George akamwambia shangazi yake ndio huyo mwamba ambaye amekuwa kimwota mara kwa mara. Mama Rose akawasha moto wote. Hapa akamwaga maji George, na baada ya muda George akarudi nyumbani kwake
wake, na hapa anamwelezea Collins juu ya kitu ambacho kimetokea. Collins yeye ni mtu kucheka tu, na hata akamshauri George kama anataka kumtumia yule binti basi amwache, kwani yule binti ni sister. George akasema hataki kumtumia ila anataka kuzungumza naye na amwelezee ni kwa nini alimkimbia siku ile. Collins yeye hamwamini kabisa rafiki yake, anachokihisi ni mjomba anataka kitu fulani hivi, wenye dimbili washanielewa. Siku iliyofuatia George akarudi tena nyumbani kwa kina Faith. Leo hii hakumkuta shangazi yake na Faith, na hapa kwa anazungumza shangazi yake na Faith anarudi. Faith akakimbilia ndani, George na yeye akaondoka. Mjomba alipofika sehemu ambayo amepaki gari, akakuta shangazi yake na Faith tayari ameshatoboa matairi. George akalalamika sana, ila ndo hivyo, mjomba hana la kufanya kwa maana alishaonywa na yeye hataki kutii. Lakini huu ndio ukawa taratibu wa Faith pamoja na George. Wajomba wanakutana kisirisiri. Siku moja Faith na shangazi yake wakaelekea sokoni. Faith akamwambia shangazi yake tumbo linamuuma, hivyo anaenda toilet alafu atarudi. Shangazi yake na Faith akamkubalia, ila akamwambia anampata dakika 5 tu au amesharudi. Faith akakubali na bidada akaondoka. Kumbe ameenda kukutana na George, na hapa akampatia George namba yake ya simu ili wazungumze. George akakubali, na baadaye usiku George akampiga simu Faith, na hapa wakazungumza sana. Faith akamwelezea George kwa yeye huwa na mota mara kwa mara. George akashangaa sana, ila mwamba akamwamini Faith, na wili hawa wakaona taratibu wakaongea mara kwa mara. Shangazi yake na Faith anamuuliza Faith kama hajafikiria kusikurudi kanisani. Faith akasema kule harudi tena, kwani ule sio wito wake. Shangazi yake na Faith yeye hataki kabisa kumwelewa Faith. Siku nyingine tena Faith akaenda nyumbani kwa George, na bidada alipoingia ndani tu hapa akakumbuka kwa nyumba tayari alishawahi kuiota, na ile swala akamwelezea George. George yeye anashangaa tu, ila mwamba akamkaribisha hivyo hivyo, alafu akamuuliza amletee kinywaji gani. Faith akasema maji au juice. George akakubali, ila mwamba akarudi na wine. Mjomba anasema juice hamna, hivyo amemletea hii wine na ina alcohol kidogo sana. Faith akakubali, kisha bidada akajiminia vya kutosha. Bidada anasema ameipenda. Sasa baadaye shangazi yake na Faith anaonekana tayari amesharudi nyumbani, ila hakumkuta Faith. Shangazi huyu akagonga sana mlango, ila ndo hivyo, Faith hayupo na ufunguo amondoka nao. Mama huyu akampiga simu Faith, ila bidada hakupokea. Hapa mama Rosie akakasirika kinyama. Sasa baadaye jioni George anaonekana analalamika kwani Faith amelewa hadi amezima. Collins na yeye anakuja hapa, na mwamba anamuuliza George nini kinaendelea. George akamwambia Collins amempatia Faith glasi moja tu ya wine, na bidada alipoinywa akazima. Collins yeye anamlaumu tu George. Hapa Collins akaona Rosalie ambapo Faith ameshika. Mwamba akamuuliza George kama huyo ndio yule sister. George akasema ndio huyo. Collins akashangaa sana, kisha mjomba akaanza kumlaumu rafiki yake. Hapa wawili hawa akaanza kubishana. George akamchukua Faith na kwenda kumlaza chumbani kwake, na siku hii Faith akalala hapo nyumbani kwa George mpaka asubuhi. Na bidada aliporudi nyumbani akakuta mizigo yake ipo nje, shangazi yake ameshaitoa. Faith akamfuata shangazi yake na kuanza kuomba msamaha, ila mama hakumwelewa kabisa. Yeye anamlaumu Faith kwa amemfanya avunje mlango wake ili aingie ndani. Mama huyu akamwambia Faith achukue vitu vyake na ondoke hapa. Faith akampiga simu George na kumwelezea hili. George akakubali, na baada ya muda mjomba akaja hapa. Mwamba anaomba msamaha kwa shangazi yake na Faith. Mjomba anaeleza kila kitu ambacho kilitokea jana, ila huyu shangazi hakuelewa. Yeye akawafukuza. George akamchukua Faith na kumpeleka nyumbani kwake, na kuanzia hapa wamba wanaishi kwa pamoja, na kwa vile wanapendana wajomba wakaanzisha mahusiano. Na baada ya siku kadhaa kupita George na Faith wakarudi nyumbani kwa shangazi yake na Faith, na huku wanaomba msamaha na wanasema wanataka kuoana. Shangazi huyu akaelewa na hata akalibariki hili, na kuanzia hapa Faith na George maisha yao yakawa ni furaha sana, na hapa ndipo mzigo ulipoishia. Hiyo imekuwa ni good time sana kuona kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hivyo ni kushukuru sana mdau wangu wa nguvu, ila kabla sindoka nikwambie kama hii ndo mara yako ya kwanza unakutana na channel, basi ujishelewa manetu, bonyeza alama subscribe kisha bonyeza alama kengele ili wa kwanza kabisa kupata simulizi zote pindi tu napozeka hapa. Pia pale Instagram mimi natumia Kid Mwanetu, fanya kupita pale na unifollow na mimi nitakufollow back. Mwana kabisa ninazungumza hapa, mimi ni Kid. Asante na kwaheri, have a good time, enjoy, bye bye.